mmoja anaitwa Lozi, alikuwa na shoga yake anaitwa Suzi. Urafiki wao ulianza kama makuzi, ikawa pika pakua, ikapita mpaka miezi. Ule udugu kazika pata bwana Lozi, bwana ana najiona na kasoro, moyo na muuma ila hawakutengana, maana napendana ila uchawi moyo sio chuma nyama nyama. Bwana anaitwa Rashidi alimtongoza Suzi, walikutana siku ya Idi. Suzi naye mikazo haikuzidi, alimwona special kwa kujua tafaidi. Lozi chanzo upweke akamtamani Chidi, kwa kutokujua Chidi ana roho ya kigaidi. Ikafika siku moja jioni, Suzi alitumwa na mama yake mtoni, kamfata Lozi nisindikize mtoni. Lozi alichojibu viatu vyangu sivioni, Suzi akamwambia vipi mtavava nyumbani. Lozi alichojibu miguu yetu haifanani, kwani wewe umesahau tangu zamani, unavaa 32 mimi 40 pumzi. Suzi akaona ondoke, kabla kwenda mtoni akapitia kwa mama yake. Ile kufika kwa mama yake anaomba mtoni, bibi kasafiri safari ya Irike. Suzi akamwaza mpenzi wake, anajua mda huu hawezi kuwa popote, hata kwa magetoni kwake akapangusa ndara, moja moja amfate. Kumbe Lozi naye kakamata simu yake, anamtumia SMS shemeji yake, mambo shem. Rashidi akajibu poa nambie. Lozi akamwambia naweza nikakona one time. Rashidi akajibu kwa nini kupinge shem. Akamuuliza upo wapi, akajibu niko ghetto. Kamwambia nisubiri nakuja hapa ulipo, nakuja chapu silembi muandiko, na nakuja nikifika nitasema nikitakacho. Basi Lozi akafika kabla ya Suzi, alivyofika akaanza kuforce mapenzi. Rashidi na alivyokuwa mshenzi, akaleta udwanzi akamsahau Suzi. Da, kumbe katega kitanzi, kasahau mlango mbovu ndani ya ufungi. Dakika kadhaa mara anafika Suzi kufungua mlango, geto mambo wasiwasi. Kajionea ushenzi ambao hajatarajia, mwili umekufa gasi. Ukamfika uchungu wa mapenzi, akazama beseni la vyombo, akavuta mchinji, akamchoma Lozi vingi vingi, kimoja cha moyo ikakata mpaka. Mr. Bakula Chalaza